viongozi mbalimbali, mashabiki wa chama wa timu Interstar, wajueri wa timu Interstar, nyinyi wote kwa ujumla mlipo hapa, assalamu alaikum. Ni fursa nzuri kuwa tuko hapa ili tufanye hii Assemblée Générale, tujadiliane vipi timu yetu ndio tukafanya iwe timu bora, timu muhimu, timu yenye kudhibiti mambo nchini Burundi kama vile ilikuwa awali. Mimi kama leo kiongozi wa Interstar nimeombwa na wandugu zetu na wachezaji ili niweze kuja kutoa msaada ili timu hii iweze kurudi nafasi iliyokuwa hapo awali. Nimekubali. Nimekubali kuongoza timu hii japokuwa si vyepesi. Na pale palio shida, na ndio wapenda chama ama wafasi wanapenda chama wanaonekana. Nimekubali, ndio kazi si nyepesi, lakini najua tukiwa sisi wote tunashikamana kwa hiyo lengo la kufanya Interstar iwe timu bora, sisi wote tutafika bila wasiwasi. Wito nilio nao, wamezungumzia mambo ya stati, wamezungumzia hivi na hivi. Najua watu wengi wa Buyenzi ya mastati ya watizame wanatia pembeni, ni TikTok, yani tera pana ya kuzunguka hivi, tufanye aje. Ndio mimi nataka tuzungumze hayo. Hiyo sasa wameandika hivi, sheria hivi, hapana. Sheria ni mimi na wewe tunazungumza. Viongozi sisi tu tuko hapa, tunapenda timu. Sasa tufanye aje ili timu yetu isonge mbele? Wewe shabiki, msaada wako utatusaidia ili timu hii iweze kuenda mbele. Sasa tukamata huu mwenyewe tunampatia gharama yote, hataweza. Hata mimi mwenyewe kiongozi sindaweza. Mtaweza, sisi wote tuko pamoja bega kwa bega. Ila kila mtu ana uzito wake. Lakini kwa hiyo uzito wako ujitoshe kwa hali na amani. Timu hii ni timu, watu kwenye kamati tuzungumze kwanza. Timu hii lazima tuifanye timu ya kisasa. Tusifanye timu ya kizamani, unakuwa uko timu kwa mambre, uko nini, hauna kadi. Sababu ukiwa na kadi inaweza kusaidia hata vingine, vitambulisho. Sababu unajulikana wewe kama ni Mrundi, uko hapa, hauko mwizi. Unajua mimi ni mshabiki wa Interstar. Inakuwa ni kadi, unapita unaendelea. Sababu Interstar unaijua vizuri. Nilikuwa napendelea wanamemba tuwe na kadi, na kadi hiyo inunuliwe. Sababu kinunua kadi na hizo pesa zinaingia kwenye team, kwenye account ya team, na zitafanya kile kinawezekana. Na unajua unakuna ikao, unajua leo tuna wa member wa club wanafika kadhaa. Tukiwa na shida sasa, tumepata ajali,
kila mmoja atoe faranga moja, tutajua tuna pesa fulani za kuweza kusaidia mwenzetu fulani. Ndio nilikuwa nataka leo tuanze mfumo mpya. Viongozi mbalimbali walikuwa tuambia kama tunaweza kufanya cotisation. Kuna kununua kadi kama wanamemba kawaida. Kadi tunauza pesa 1500. 1500 ni pesa ndogo, mnazila najua nyumbani mnafanya kila mnamaliza 1500, lakini 1500 kisema hizi 1500 napatia timu na timu itaendelea mbele na sababu naipenda. Hiyo ni pesa ya kununua kadi, na kadi unabakia nayo miaka na miaka kwa 1500. Tufanye mwanamemba au analipa franga 1000 kwa mwezi. Tuko na wanamemba ngapi? Tunahesabu kwa mwezi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Sababu kuna siku tunapata shida, inabidi tulipe timu, tulipe wachezaji, lazima tukusanye pesa hapo kwa hapo. Ukiambia mwanamemba alipe 100,000 hataweza, sababu ya uzito wa maisha. Lakini akijitahidi 1000 kwa mwezi, tunajua ile 1000 kwenye inaenda itasaidia siku fulani, tunafanya kitu fulani hivi. Hapo ni wamemba kawaida. Wafana tumeomba nao hiyo kadi yenyewe wailipe pesa 20,000 francs. Hiyo kadi wafana kupatia 12,000 timu yako sio kitu kirefu sana. Sisi wote tujitoe kwa hali, kwa amani, ili timu yetu tuifanye timu bora kawaida. Wa komite dosage watalipa zenyewe wanaona, sababu ni zaidi ya 20. Sawa, hata hivyo wanazilipaga. Wapatie fursa ya kuwa huru, kifanya 50,000, 100,000, milioni, basi kila atapendezwa na roho yake atatosha. Cotisation nao au wasage nao watafanya vile wanataka. Wale wafan nilikuwa niomba tuangalie kama tunaweza kufanya cotisation 10,000 kwa mwezi wale wafan. Kisha sisi wenye kamati komite executive kwa tunapendelea kadi tununue 100,000. Nunue 100,000. Ule yote kwenye komite executive ajitahidi tutoe 100,000 tutie pale, na kila mwezi tujitahidi tulipe 30,000. Ni membre d'honneur nao tunataka kadi wainunue 1,000,000 ama zaidi, sababu ni analipa sababu anataka. Anakuwa na kadi permanent ya kuwa membre d'honneur. Hiyo ndio tunaona tukifanya hivyo hakuna mtu atakuwa na uzito kwa wengine. Sisi wote tunajadiliana. Mtu akipata ataongeza, hakuna shida, lakini ile ya msingi yupo. Le fonctionnement normal de l'équipe est assuré. Ikiwa shida nyingine tunaweza tukafanya nyingine, lakini mambo ya muhimu timu inatakiwa kwa hizi pesa, na kwa nyinyi mko hapa, tunaweza kufanya timu yetu isiwe na kasorobo fulani. Njoo nilikuwa nahitaji kuambia tuzungumze kwa hayo, na wengine nimekuwa nataka, sababu kila kamati ina wakati inamaliza.
sababu hapana kuwa hapa sema tuko tumekuwa wakuu wa Interstar tubaki miaka na miaka. Hapana, tunataka kamati ifanye miaka mitatu, akisha tunafanya zingine mkutano, akisha tunabadili ama tunaongeza, lakini inatoka kwa majadiliano ya sisi wote. Wamenambia comité de sage, si comité de sage tu, kamati yote tuko pamoja, muda wote tunahitaji kuonana, tufanya mkutano. Mimi niko tayari sana yote, niko tayari. Katika agenda yangu nitatafuta nafasi ya Interstar, na hii itakuwa nafasi vile, sababu sisi tuko viongozi wa watu. Tuko viongozi wa watu, na tukiwa viongozi wa watu lazima tuwe na watu. Na Interstar ni watu kama wengine. Nimesikia leo amezungumza hapa kama Interstar inatoa mfano, sababu mashabiki wa fan wa wacheza mpira wanatoka kwa utofauti wetu, na ndio mfumo tunataka tujenge taifa, si kweli? Watu wa mjini ni hivyo. Lazima tuishi kwa utofauti wetu. Lengo tunalo ni kukuza timu ya Interstar, ndio hilo. Mimi wamenifikia wakanifikia waseme, bwana mzee, wewe uko mzaliwa hapa, timu ya hapa inakuwa hivi aje? Na mimi nikanungunika kweli. Nikasema jamani, acha nifanye kile naweza, lakini mnisaidie, tusaidizane. Naomba msaada wenu, sababu kesho Interstar kirudi nyuma, si mimi nitafezereka na nyinyi mtafezereka. Sasa mnakubali tufezereke sisi wote? Kama mkutwa tufezereke sisi wote, hii ndogo ndogo ikiwekwa itafika, na ikifika itatii, na ikitii ekipe yetu itakuwa vizuri. Leo nataka kupongeza na wachezaji na entraîneur pia kwa kazi wanafanya. Tangu tuko nao wamejaribu na wakaniaidia kama coupe du president wataibeba. Ukitoa ahadi ni deni. Hadi ni deni bwana. Mimi nitawalipisha. Si kweli? Mtanilipisha mimi na mimi niwalipishe. Akisha tuangalie tukifika pana, itakuwa ni sura nzuri sana kwa kusema timu leo. Naona hata watu hata wachezaji, japokuwa tungali na tatizo kidogo kidogo, wanajishika vizuri na wanakubaliana kwa tatizo tulio nayo, na wanafanya gisi watafanya. Sina mengi zaidi ya kuzungumza, nitaka haya ndio tutimize, na tukitimiza hayo kila kitu kinaenda sawa sawa.